alfajiri nyingine tena kwa wakazi na hasa wafanyabiashara kwenye sehemu hii ya Runyenjes mjini Embu, ambao mapato yao yanatokana na mavuno wanayopata shambani. Kama wanavyosema wahenga, uzee sio kilema na mwenda pole hajikwai, ndio yale yanayodhihirika unapoyaona mabasi haya yajulikanayo kama Riakanau, ambayo ni fahari ya wakazi wa mji huu wa Embu. Riakanau is the best buses in this area. Ni basi mzuri kwa area hii. Manake bei yake hawaruki. Lakini Isuzu kama nakuja inakimbia kama ndege. Unasikia imenyonga watu. Imeenda mitoni, imetumbukia mtoni. Lakini hii inaenda taratibu. Riakanau ni jina la sehemu moja hapa mjini Embu. Mabasi haya kama wanavyosema wakazi wa Embu ndio magari ya kipekee ya abiria ambayo hayajawahi kuhusika kwenye ajali za barabarani, kwani mabasi hayo huenda kwa kutumia mwendo wa kinyonga, na kama ilivyo kawaida mwenda kasi ngoje achoke. Ile kitu inaweza kuonekana kama iko na kasoro ni body peke yake, lakini kwa ajili sawa sawa. Kwa hivyo sio ni kasoro hii mabasi. Ni mzuri kwa ajili hawezi kuanguka kwa haraka. Abiria wengi wanaosafiri kwa magari haya ni wazee ambao furaha yao ni kufika salama na wala sio kwa haraka. Labda kukukumbusha kuwa akipenda chongo huita kengeza. Mimi mfanyabiashara na kwa hivyo kwa mizigo wanalipiza mzuri. Kwa safari wanaenda mwendo ule unatakikana. Ile mimi napata sana ni watu wazee, si kijana, wazee. Kijana hata msichana kama huyu ni ngumu sana kuingia, nataka Nissan. Kuna mabasi 7 aina hii yalianzishwa miaka 24 iliyopita na ambayo bado yapo katika hali nzuri kufikia sasa, kinyume na mabasi mengi ambayo yamehudumu katika sehemu hiyo. Gari ya maana sana. Kusimama mara kwa mara vituoni kuchukua abiria si hoja kwa mabasi ya Riakanau, kwani huonyesha jinsi anavyothamini sio tu hali ya mabasi hayo bali hata maisha ya abiria ambayo ndiyo yenye thamani zaidi. Sasa hii inachukua watu mzuri, inachukua vyombo, na inapeleka watu mzuri. Wakati tunaenda kazini asubuhi huwa tunayatumia kwa sababu they are cheap, they are convenient, hakuna mambo kama ya accidents. Kiingia ndani you just feel comfortable. Na kwa kuwa cha mlevi huliwa na mgema, mapato ya mabasi haya hutokana na uaminifu wa wateja wake. Vile unajiweka ndio utakaa. Ukiwa unapendelea upande wa hiyo kijana, hiyo lazima upatane naye. Manake hawaangalii. Pengine naangalia lakini spidi inamshida. Manake iko na labda hii. Wakazi wa Embu hawaamini kama kutawahi kuwepo na chombo kingine kama Riakanau kitakachoweza kuwarahisishia usafiri wao. Jamila Mbogwa, Uhondo wa Wiki, Embu. Mama Beatrice Mbuku mwenye umri wa miaka 55, mbali na kuwa ni mkunga wa kuwasaidia kina mama wajawazito kujifungua, yeye na mumewe ni wakulima. Alianza kwa kunieleza jinsi alivyoanza kazi hiyo. Kulikuwa na mama mwingine anakupa. Ananipundisha. Anakanibundisha halafu nikajua kabisa mbele yake. Saa ya Ijapokuwa haielewi lugha ya Kiswahili kwa ufasaha, alitumia lugha yake asili ya Kikamba na kutudokezea kwamba alifunzwa kazi ya ukunga na mwanamke jirani yake zaidi ya miaka 30 iliyopita. Vile vile anaeleza jinsi anavyoweza kutambua hali ya mtoto akiwa tumboni. Pindi matatizo ya mama mjamzito yanapokithiri kupita kiasi, Bi Mbuku humshauri kwenda kutafuta usaidizi wa kitaalamu hospitalini. Kwa mfano, alituhadithia kisa ambapo watoto mapacha walikuwa wamelaliana vibaya tumboni. Kadhalika anafafanua kuhusu vifaa anavyotumia wakati anapomsaidia mama mjamzito kujifungua. Lakini kambe na umya na mutwe. Kakeli na umya na mao. Natumia maji moto, sabuni. Basi, kuna kitu kingine. Bi Mbuku ambaye ni mcheshi wakati wote anaeleza kuwa yeye hufanya kazi ya ukunga kutokana na ukarimu wake wa kuisaidia jamii. Hayo yamethibitishwa na malipo anayotoza ya takriban shilingi 300 ambayo ni kidogo mno. Kadhalika mama huyu hutoa mawaidha kwa wanawake wajawazito na hata baada ya wao kujifungua. Huyu mama naona akinisaidia kwa mambo mengi.
Kutoka nyumba ya kwanza hadi sasa sijapata ugonjwa. Nikija hapa kwake, ikiwa mimba tu inauma, ananisaidia na kuwa nzuri. Na kama anavyotueleza Mama Mbuku, kazi hii ya ukunga ni kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwani hakuna shule maalum aliyokwenda kujifundisha kusomea kazi hii. Kadhalika alikariri kuwa yeye sio mganga wa kienyeji. Hata hivyo, kuambatana na sheria, mtu yeyote anayefanya kazi kama yake huhitajika kupata kibali rasmi kutoka kwa Wizara ya Afya. Bali na madaktari wachache wanaohudumu hospitalini, la kushangaza ni kuwa hakuna wanaume waliojitolea kuwa wakunga wa kienyeji. Sabina Kakumu ni mkunga mwingine mwenye ujuzi wa miaka mingi, lakini la ajabu ni kwamba miongoni mwa watoto wake 10 alijimudu kujizalisha mwenyewe watoto 4, kinyume na ule msemo wa mganga hajigangi. Tulikutana naye akiwa katika harakati za kumtembelea mama mmoja mjamzito. Bi Kakumu alinieleza kuwa amefanya kazi hii kwa zaidi ya miaka 40 na hawezi kukadiria idadi ya kina mama aliowasaidia kujifungua kufikia sasa. Kwa kawaida sabuni hutumika kulainisha tumbo kabla ya kuanza kulikanda. Vile kitanda kinachotengezwa kwa kutumia majani au mbegu za aina yoyote, ili mradi ziwe hazimdhuru mama mjamzito. Bi Kakumu alijifunza ukunga kwa kutazama tu. Nyenjuka kwambia hivi. Kibeti jazie jambe kwa nani nacho. Mary Mwangangi amekuwa mteja wa Mama Kakumu kwa muda mrefu. Tayari amemsaidia kujifungua watoto 10. Bi Mwangangi amezingatia ule msemo wa usitete na mkunga na uzazi ungalipo. Na kwa kuwa uzee sio kilema, Kabata Kasimo, mkonge mwenye umri wa miaka 80, bado ni mkunga. Anasema hajawahi kukumbana na shida yoyote ya kutatanisha katika kazi yake ya ukunga. Vile anaeleza kuwa anaifanya kazi hiyo kwa sababu ya uhaba wa zahanati za kujifungulia kina mama katika eneo hilo. Alitamka kwa mshangao nilipomuuliza iwapo anajua idadi ya watoto waliowahi kuzalisha. Kwa ujumla alidai huenda ikawa sawa na idadi ya wanafunzi wa shule moja ya msingi hapo kijijini. Kadhalika alinieleza kuwa yeye hana uchoyo katika kuwafunza wale walio na hamu ya kuijua kazi ya ukunga. La kuvutia zaidi na kutia moyo ni ule ukakamavu walionao katika kazi yao inayoonekana wazi kuwa kipawa kutoka kwa Mungu. Mbali na kuwa lila na fila hazitangamani, wakunga hawa wa kienyeji kamwe hawakejeli huduma zinazotolewa hospitalini. Lakini wanasisitiza kwamba kuna umuhimu wa wakunga wa kienyeji kutambuliwa rasmi na serikali, kwani ndio wanaowasaidia wakazi wa mashambani ambao mara nyingi hawajimudu kwenda hospitalini. Zahanati za kujifungulia kina mama katika maeneo ya mashambani huwa kama fimbo ya mbali ambayo kamwe haiui nyoka. Jamila Mbogwa, makala ya Uhondo wa Wiki, KTN leo, tarafa Ikalasa, Machakos. Bank. We are the Cooperative Bank. Ni vyungu na mitungi maridadi kabisa, na kila macho ya mpita njia huishia kuduaza na uzuri wake. Hutengenezwa na kurembeshwa katika rangi na sampuli mbalimbali. Bila shaka ni usanii unayohitaji ustadi wa hali ya juu. Wasanii walio kwenye harakati hizo za kutia nakshi vyungu na mitungi hawakuwa na choyo kutueleza na kutuonyesha jinsi wanavyoifanya kazi hiyo. Tulikuwa tumeandikwa, alafu tukatoka kuandikwa, tukajiwekea kazi yetu, alafu sasa ndio tumeendelea tu hivyo. Udongo wa kufinyanga vyungu hivyo huagizwa kutoka Murang'a na kisha kufinyangwa katika kiwanda kidogo huko Kayole kabla ya mafundi hawa kununua udongo huo. Zinaenda zinakanyagwa, alafu inafanywa wedging. Ikitoka kwa wedging ndio inaanza kutengenezwa kama ikiwa alafu ikitoka hapo tunaiweka kwa jua, inakauka, inatoka maji yote kabisa, alafu tunaiweka kwa jiko kwa kiln. Alafu sasa tunaweka kuni na tunachoma. Na halafu hupigwa msasa ili kuifanya sehemu ya nje kuwa mororo kabla ya kupakwa rangi. Kisha huachwa kukauka juani na kupata upepo kabla ya kuanza kunakshiwa kwa michoro maridadi. Na wengine wanakuja wanasema wanataka design iwe kama ya carpet ya kwake kwa nyumba, ama curtain, ama hata floor vile inakaa. Alafu akileta tunamchorea. Hizo rangi za maji, hiyo ya crown paint, ndio mzuri sana kuchora kwa nyungu, ndio hata mtu anaweza furahia. Kwa unajua ya mafuta wanga inapasuka ukichora nayo.
lakini ya Crown Paint tunatumia gai na maji alafu na transfer shining ya juu. Amini usiamini, kijana Njoroge alikuwa chokora ama kijana wa kurandaranda mtaani kabla ya kujitosa katika usanii huu wa uchoraji. Kazi ya paint nimesoma mama mmoja anaitwa Resri Mzungu, anakaa Karen, ndio alinifunza hii kazi. Sasa ndio kutoka street boys, unaona. Sasa kanipeleka huko kulikuwa kuna jita street boys. Sasa nikiwa kapotea mimi nikaendelea. Walikuwa street boys, alafu sasa nikaja nikawachukua, wakaanza sasa kunichorea kidogo kidogo. Anawapa matumaini vijana wa mitaani, kwani anaamini mtaka cha mvunguni sharti ainame. Hata hivyo anasema hakuna jambo rahisi na ukitaka kufanikiwa ni lazima uwe mvumilivu. Aidha anatoa mwito kwa serikali. Mimi naweza kuona serikali hata kama tunaungana na street ama street boy, tuungane hata kama pale pamoja, tunaweza saidiana nao pia kuwafundisha shule kama hii ya kuchora, kwa ajili experience tuko nayo. Hata hivyo bei ya vyungu hutofautiana, na kulingana na mafundi hao vyungu hivyo hununuliwa kwa wingi wakati wa majira ya mvua. Wanunuzi ni watu wa tabaka mbalimbali. Mtu wote anaweza kufanya biashara kama hii, haianzi na pesa mingi, inaanza na kama 40,000 hivi, alafu ama 50. Hata hivyo shida kubwa ni usalama wa mahali wanamofanyia kazi. Kwa maelezo zaidi hunabudi kuzuru maskani ya wasanii hawa waliotumia bongo lao sio tu kujipatia fahari ya kuwa wasanii, bali hata kupata njia ya kujikimu kimaisha. Watembelee kwenye barabara ya Ring Road Westlands au wapigie simu nambari 445560 na wasiliane na Peter Njoroge au Mureithi. Jamila Mbogwa, makala ya Bongo la Biashara, KTN leo. Makala ya Bongo la Biashara yameletwa kwako na Cooperative Bank. We are the Cooperative Bank. Mbua wa Ganagwa sio jina geni kwa Wakenya, kwani amewahi kutumika kama mfanyikazi wa serikali kwa muda mrefu. Alishikilia wadhifa wa UDC kwa miaka 10 katika sehemu tofauti nchini. Aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 1994. Mimi kuzaliwa kwangu ni hapa mahali panaitwa Kaithege. Kaithege iko katika tarafa ndogo au kata dogo ya Mufu, Kieni location. Alifanya mtihani wake wa KPE huko Kieni na baadaye akachukua masomo ya ualimu katika chuo cha walimu cha Thogoto Kikuyu katika mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Nilipofuzu nikawa promoted katika cheo cha S1 teacher. Wakati huo kilikuwa ni cheo cha juu sana ukiwa S1, kwa sababu nilikuwa nimepita mtihani wa higher school certificate na nikapita na zile zilikuwa zinapatikana, kapita na principal 3. Waganaga alikuwa mwalimu wa masomo ya Kiswahili, jiografia na historia huko Birori kwa muda wa miaka 6. Na nikafunza huko kwa miaka 6. Kwa Birori. Miaka 3.5 nikawa mwalimu mkuu. Ndipo alipoamua kuingia kwenye utawala na akapatiwa cheo cha afisa wa wilaya na kutumikia wakazi wa Mandera. Mbua wa Ganagwa alivuma sana kwa uhodari wake wa kujua kuishi na watu. Tuseme ni kule kupenda kazi yangu. Kila mahala nilipokwenda nilijitahidi sana kuona nitaacha kitu ambacho watu watakuwa kikumbuka. Hasa nilikuwa hodari sana kwa michezo tangu utotoni, shule. Katika mwaka 1980 alipandishwa cheo na kuwa mkuu wa wilaya wa Kericho na baadaye akapewa uhamisho hadi sehemu ya Pokot Magharibi. Anatueleza baadhi ya mambo aliyokumbana nayo. Wakati nilipokuwa Tana River, nimetoka kwa ngoroko, kufukuzana na ngoroko msituni, kulala msituni. Nimeenda Tana River nikakuta huko kuna ungoroko mwingine. Nasikitika kusema haujakwisha, kwa sababu ukisoma hata sasa watu wangali wanauana huko Tana River. Ilianza hata nikiwako huko. Na ilikuwa unaponea chubuchubu marisasi
mkienda unjui itarundi au urudi. Mwaka gani? 82 na 3 mpaka kufikia 4, miaka mitatu. Kadhalika juu ya vita vya Tana River ambapo anasema ni vita vya jadi na vitaamuliwa tu na wenyeji wake. Hii yote ni siasa, kwa sababu hawa ni makabila matatu, makabila mawili ni wa mifugo, wale kabila lingine la Wapokomo ni wakulima kupitia mto, kando ya mto, na wale wengine wakishushiwa kwenda kulisha nyasi, na nyasi ni mchele wa wale wengine. Vita hazitakwisha. Wenye vyakula wakiona ng'ombe nao wanakatakata kwa panga. Anatoa ushauri wake kwa wakazi wa Tana River. Kugawa mashamba itawasaidia sana. Wakubali mashamba yagawe na kila mtu amiliki, hata kama ni ranches. Watu wamiliki ranches, na kuwe na njia zitaachwa cha kupita mutoni, kwa sababu hiyo ndio chanzo ya vita. Kupita mutoni, njia ziachwe. Wale wafugaji wapate njia kwenda kunywesha ng'ombe zao huko Mto Tana, na wao wakulima waendelee na ukulima wao. Waganagu ambaye amehudumu chini ya uongozi wa hayati Mzee Jomo Kenyatta na Rais Moi anatueleza sababu tofauti katika utawala. Kama Mswahili alivyosema, akili ni nywele na kila mtu ana zake. Anawafahamu watu wa Pwani ambao waliwahudumia kwa miaka 4 kama mkuu wa mkoa. Nawaelewa kabisa. Hao watu kuwa na shida nyingi nao. Ni kwa vilemba tu, Waswahili ni vilemba. Na tulijuana na tutiendeshana vizuri tu. Ukakaa kutoka mwaka wa 92 na 3 na 4, mwisho nikastaafu. Hatimaye alipostaafu mwaka 1994 aliingilia kilimo, kwani anasema yeye sio mwanasiasa. Yeye hupenda kufanya kazi kwenye shamba lake analojivunia, na anasema ukuzaji chai ndio unaompatia mkate wake wa kila siku. Jamila Mbogwa, makala ya Yaliyovuma, KTN leo. Ulikuwa ni wakati wa majonzi na huzuni tele kwa jamaa na marafiki wa marehemu Captain Paul Habakuk, Luteni Justus Nyang'au Murara, Sergeant Mwandamizi Simeon Wainaina Njuguna na wengine Joseph Wambua Mutinda na Chilango Mwachiro. Wengine waliokuwepo ni Koplo na Kalei Kachemeri Tare na Senior Private Mwakuja Mwakitawa. Ibada ya wafu ilifanyika kwenye kambi ya wanahewa ya Moi Airbase Isili, na ilianza kwa waumini kutoa heshima zao za mwisho kwa kukaa kimya kwa dakika 1. Waliimba nyimbo za kujipa moyo na kumtukuza Maulana. Mahubiri yalitolewa na Luteni Kanali Emojong na yalitoka kwenye kitabu kitakatifu cha Isaya 25. Wote twatembea, twaenda katika ulimwengu huo mwingine. Mkuu wa majeshi Jemadari Joseph Kibwana aliwahimiza wale walioachwa kutokufa moyo na kuendelea kumwomba Mungu awape amani maishani. Na sasa imekuwa wakati wa Mwenyezi Mungu kuwachukua ili kuwapeleka pahali pengine bora zaidi. Kwa hivyo tusife moyo.